In other news, a Kenya Defence Forces officer is in police custody over the alleged murder of his wife on Tuesday this week at their home in St. Mary's Estate in Nakuru. According to detectives, Captain Edwin Kaunga Mudhomi is said to have stabbed Anita Mugweru in front of their 4-year-old daughter after an altercation ensued between them. Hapo chini anaitana hata majirani. Yeye mwenye mtoto alienda kuita ndio alitusaidia. Wale majirani wanasimama hapo kwa balcony na kuangalia, hakuna mwenye anatusaidia. Mama Milandi alitusaidia. Kamwambia akafungua gate. Kaita mtu wa boda. Manze niliwatch hii story and I was so sad. Na nikajiuliza, what if this lady angekuwa dota wangu? What if kama udema angekuwa sister yangu? Ati mwanaume ana decide kuchukua life yake, kumdedisha simply because amemreject. Hata kama ulimari mtu na ukakaa naye for more than 20 years, hata kama ulimlipia dowry ya 50 million or even 100 million, hauna right ya kuchukua life yake ati because amesema it's over. And before tuendelee, allow me to reintroduce myself. I go by the name Stamina Augusto. Omoisio Mobe Esimba. Make sure you subscribe to this channel. Na pia usikose kuselect your bell button so that anytime I upload a new video, ukwe notified. Let's continue. Yani unataka kuniambia you never had a life before you met this person. Na ndio mshina nikiwaambia, you can never own another human being. Ati simply because ulienda kumfanya wedding kubwa, ati mli exchange vows pale kwa altar, alafu anakuja na kuambia sasa place imefika, mimi nimepata mtu mwingine better. The best thing to do is to walk away. Wacha kukuwa na hiyo jealousy ya upuzi. Unapenda mtu kama fala. Unapenda mtu kuliko vile unajipenda, and that's why I keep on telling you, you should be complete on your own before you enter any relationship. Mtu akikuja kwa maisha yako anafaa kuje kukucompliment. Be self-sufficient so that usiende ufanye crimes za kiupuzi kama mwanaume. Sasa angalia, amededisha ude mrembo. Life yote alitaishia wapi? Lazima itaishia pale kamiti, afungwe for life. Decision 2 ange make within a split of a second. I decided sinimeshikanare. Mimi mtu wa tempa, afungwe tu mlango, atoke nje atembee, apigwe na upepo. Haijalishi hata kama dema amekumokaje, amekutusiaje, ati umefilisika sasa dema anakudharau. You have no right ya kutake life ya mtu mwingine. People should stop forcing issues. Ukinotice tu madhara tudogo tumeanza kwa hiyo marriage. Ukinotice mtu wako ameacha kukupenda, the best thing to do is to walk away. Na hakunaga kitu powerful kama walk away. It is so attractive. Huyo mtu bakingi kwanza kama ameshangaa. Huyo mtu kwanza anakurespectingi. And trust me, the more nileka kwa relationship yenye iko toxic, yenye uko sure huyo mtu aliacha kukupenda, wewe ndio unaendelea kuget hurt. You have no right ya kuchukua maisha ya binadamu mwingine simply because amekureject. Na wacha niombe kitu moja. So many people stay in toxic marriages simply because wanaogopa hiyo shame. Cause unaweza pata hapa hivi most probably mwanaume aliona hapa hivi ka divorce kana Ivana. Cause unasikia mama udem wazazi wake walikuwa wanakuja waendi kitu officially. Hiyo weekend ilikuwa inafuata. Mwanaume alikuwa anajiuliza nitaambia nini watu? Na luzaje dem mrembo kama huyu? There is no shame relationship ya marriage yako ikiisha. Hii shame yenye ku attached towards marriage, tuneka marriage on a pedestal. Na marriage tu ni watu wawili wamepatana pamoja, wakasema wanapendana na wakaamua kuanzisha familia, wakuwe na watoto, wajenge future pamoja. Cast is a man who trusts in man. Hata Biblia yenyewe inasema wewe mwenyewe haufai kuweka trust yote kwa binadamu. Binadamu anaweza kudisappoint anytime. Trust yako yote inafai kuwa kwa God. Usiingie kwa marriage ukifikiria sasa hiyo ndio the pinnacle at the ultimate ya life. Na wacha nikukumbushe kitu moja. Unaona hiyo aibu, unaona utapata tukidivorce, atukiseparate no bibi yako ama bwanako. Buda inakuanga tu illusion. Stop being delusional.
Watu wako na stress mingi sana wanaface kwa maisha yao. Wewe unakapo ukifikiria tu what will people say? Buda, kuna watu saa hii manzee hata hawakukula sapa jana. Huyu mtu saa hii anafikiria atalipaje rent. Wewe unafikiria watashinda wakifikiria story yako ati vile umeachana na bwanako. Ile time unakuwa na shida ukikuwa na mtu wako, ile time unashindwa kulipa school fees ya watoto wako, wanakuja kukusaidia. Why do you care so much about what people will say? Show me the most miserable person and I will show you someone who always cares about people's opinions. Hawa watu hakuna kitu wanaongeza kwa maisha yako na hakuna kitu watareduce kwa maisha yako. Ukiachwa tafadhali achika. Ukiachwa tafadhali achika. The heart wants what it wants. Ikifika place mtu akuambie I don't feel you anymore, sioni relationship ikielekea place yote, respect yourself, jiheshimu and walk away. Hauwezi convince mtu mwenye ameacha kukupenda arudi kukupenda. Trust me. Especially a woman. Women are emotional beings. They are loyal to their emotions. Unaweza keti chini hata umwandike kitabu mwambie ni aje fanya hivi, si ukae tu kidogo, things will get better. But a woman akifika mwisho akifeel emotions zake zinamwambia to get out, atatoka. Hauwezi mstop. Wacha kuweka mtu hostage kwa hiyo marriage simply because uko selfish, simply because ujali vile ana feel. Wewe tu unamtaka akae hapo hivyo for your own benefits, for your own validation. You are seeking that public approval kuonekana tu uko na familia, and yet unajua tu you guys are not good together. You are in a toxic relationship. Love ilisha kitambo. Wacha kutesa mtoto wenyewe. Release that person. Don't marry a person ukifikiria ati sasa yeye ndo atakuletea happiness. True happiness comes from within. Unaona upuzi zinafanyika za watu kuwana ati mtu mmoja akiacha mwingine. It is because mtu alibuild world yake yote around your partner wake. I will keep on insisting. Unafaa kuwa fulfilled ukikuwa peke yako. Hii validation tunasik from other human beings, kuweka other people on a pedestal, ndio tunafanya vitu za kiupuzi. Unapata hata huku kuanga mtu mwenye ulikuwa violent kitambo, but umejiweka in a situation whereby unategemea huyo mtu emotionally. You are so dependent emotionally kwa huyo mtu. Unaona huyo mtu akitoka kwa maisha yako, life yako ita crash. Nani alisema hivyo? Ile umbi ya mamako ulitoka peke yako. Destiny yako haiko tied towards anybody else. When someone decides to reject you, to leave you, it means your destiny wasn't tied to them. Let them go. Kuna kitu mmoja nataka kuaddress. People should date within their standards, within their class. Usiende kuchukua mtu unamdate because of sympathy. Unaona tu vizuri mtu sio type yako. Wewe uko juu kumliko class wise, financially. Wewe ni mrembo kumliko. Alafu unasemacha nipatie tu mtu sura mbaya chance. Huyo mtu sura mbaya ndo atakuja kuue. Huyo mtu mwenye sio class yako, mwenye ulicompromise taste yako, ndo atakuja akwe toxic towards you. Because this person anaona hata wewe bag mtu mwingine kama wewe, alafu unamwambia it's over. Walai nakwambia na kumwagilia acid. Anasema tio sura yako sababu wewe ni mrembo ndo unaniacha. Anasema uta date mwanaume mwingine, au uta date mwanamke mwingine tena. Always date within your class. Nataka ukwe very harsh na very strict na test yako. Narudia tena mara ya mwisho. Ukiachwa achika. Until next time, God bless you. Stamina gusto. Oh na 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 na.